Kwa sababu biashara yoyote ukitaka kufanikiwa, jua majira yake kwanza. Kuna biashara ambayo majira yake ni wakati wote. Kwa mfano nini? Chakula. Chakula yani utakula tu. Kama hujapika mama ntilie utamtafuta. Hicho ni chakula cha majira ya wakati wote. Kama uko hapa jua. Lakini kwenye majira yako hayo hayo, tambua mahali Mungu anataka ufanye biashara. Unaweza ukapeleka biashara yako ili kuwepo kaburi zamani. Kuna bisikule inakeza hapo, unaona hiki wewe hujui. Chakula kinadoda. Kila ukipeleka unatoa 5,000. Ukienda kula ile 5,000 ndio faida. Matumizi ya siku 8,000. Kwenye mtaji umepunguza shilingi ngapi? Semeni wafanya biashara, kama ujui mahesabu na pengine napo ni shida. Sasa ukiona kila ukifanya biashara unaenda kula chakula, umenisikia vizuri? Unapunguza kwenye mtaji, umefeli kabla hujafeli. Yaani hiyo biashara achana nayo, utalipa mkopo. Kweli si kweli? Hutalipa banda kama unapangisha, hutalipa. Mwingine anasema hii biashara ndio nimeizoea, mwenzangu ndio naye. Huko Mungu atajua. Sio Mungu atajua. Ujue majira ya kufanikiwa kwako. Ukipoteza miezi tu 3 uko hapa tunasubiri kwenda juu, niambie utakuwa umepoteza shilingi ngapi? Alafu unakuja kuzipata wapi kujazilizia? Nani amenielewa? Nimesemaje kwanza? Ukitaka kufanikiwa, cha Mungu kwanza akuonyeshe na mahali unapotakiwa kukaa. Watu wengi wamekwama kwa sababu hawajui eneo. Na utajuaje kwamba Mungu anakuelekeza? Ukienda mahali ukasikia roho yako inasita, dada, usijilazimishe. Hata kuna watu wengi, hata kama ukiona kuna watu wengi, usijilazimishe. Huku Mungu anakupigia taa nyekundu. No, wewe upo hapa, kuna watu hapa watakupita, wananua kwa mwenzio. Haya, mwingine ananiambia mama, ndio mimi vinadododo, alafu nakasirika. Sasa kwa wale wepesi kwenda kwa waganga, ndio kurogana kunaanza. Na kama unaloga dada, Mungu akutembelee. Yaani vifage tu vya kwako. Mbona kuna wengine dada vya mwezie vife. Wewe usimwonee kijicho mwenzako anayeuza. Angalia mpaka anauza, anafanyaje. Kama eneo sio lako dada, enda kwenye maombi, kamuombe huyo Mungu unayemwamini. Pale pamenikataa. Wewe kwani hujui kukataliwa? Aliziwa inamkataa mtu na wafundisha. Angalia tunao copy na kupesti. Na mtu mwingine anatokea, anaye anakuangalizia. Sasa mama fulani pale anauza vitumbua, kaviweke. Si unajua kukopi na kupesti, kaweke. Mwenzako hali vimemkubali. Wewe unaenda pale unamsindikiza mpaka amalize yeye ndio utauza. Bisha. Sasa kuna haja ya kurogana au ni kujua elimu? Blankata ni ubongo huu ambao Mungu anautumia, ubongo unaogundua mambo. Ukiona meli, sijui simu, sijui vitu gani vyote kubwa, si ndio? Hata 10% ya hiyo blankata ubongo ulioko hapa. Maana ukimwaga hivi ni nyuzi, lakini huko kama uji kwa sababu ni mwingi. Utafikiri uji, kumbe zile ni nyuzi. Sasa Mungu mnaowaona wanarusha mandege maroketi, hata 10% ya blankata yetu hawajaimaliza. Hao ndio wagunduzi. Sasa muulize mwenzio, wewe ugundui chochote, wala ufanyi chochote, hata biashara yenyewe unampaka utazamie kwa mtu. Muulize hivi, hiyo blankata yako inafanya kazi gani? Tuulizane jamani, blankata zinyanyuke humo ndani. Eti watu wengine hawaongei. Mimi nimekwambia mwambie tu kwa kumpenda, huku mtabasamie mwenzie, mwambie blankata yako inafanya kazi gani dada, uli blankata lote limelala. Hivi si tunafeli wapi? Eti wenzetu kule angalau simu saizi blankata ya mtu imenyanyuka, imetutengenezea simu. Yeye kwa kufanya hayo kaibu kuwa tajiri, si kweli?
Simaona sasa. Haya, muulize mwenzako, weka hata kaubunifu kadogo huna. Tangu ulivyoanzaga vitumbua vya shilingi 100 mpaka leo miaka 30. Mwambie mwenzako blankata unayo au hela haipo? Eti dada upande huu wa kulia, kushoto. Muulize mwenzako, dada blankata Mungu katuumba huko. Maana yake nini? Wasikiliza mama, hakuna mwanamke atakayeinuka kama hujiamini na kumwambia Mungu ngoja niwaambie kitu kimoja. Ngoja niwaambie, naomba mnisikilize vizuri. Alafu kuna wengine wana heka. Yaani blankata zao zinawapa heka. Yaani ipo tu. Unaambia dada, kwani wewe una heka unaelekea wapi? Hata tu mama Victor. Yaani unamkuta tangu asubuhi anahangaika. Mwambie una shilingi ngapi? Kwani nimepata hata kitu dada. Shilingi 2000. Heka zote za tangu asubuhi. Mimi nakwambia leo watu wataenda kuombea blankata zao zitainuka. Muulize mwenzako, vitangu uzaliwa ulishaombea hiyo blankata? Hata ukaenda ukaitolea sadaka, kwamba ubongo unaofanyaga ugunduzi wa mambo naenda kutolea sadaka, ufanye kazi sawa sawa. Mimi naambia vitu vya kweli. Kuta umelisi ubongo wa babu yako, kafa maskini, na wewe ndio unali blankata lilokaa kushoto limekaa namna hii mpaka kichwa kinakuwa kizito. Wamama mpo? Lamleni Mlamleni jamani. Ngoja niwaambie wanawake, wengi hawafahamu nyakati zao. Mungu akikupa miaka 30, utakapofika miaka 45 ndio utajua tofauti ya 30 na 45. Ukifikisha miaka 45 huwa unakuja ujana wa mara ya pili. Ukiona mme wako yuko na miaka kuanzia 45 50, ndio wengi wanaanza zinaa za kijinga. Mmenisikia vizuri? Maana mimi nashangaa kuna wanawake wana miaka 55 50 bado wanataka atembee kiusichana. Unapitwa sana na wakati. Yaani wewe unarudi nyuma. Nikumbushe na hilo nalo. Maana nayo mengi unaona nimeweka pale daftari. Ukitaka kufanikiwa dada, angalia nyakati zako, angalia kipato chako, fanya kile kitu unaweza. Usichokiweza sio cha wakati huo, kina wakati wake. Mmenisikia vizuri? Sikiliza, mwanamke yoyote anayetaka kufanya biashara uione kwanza kabla hujaifanya. Nimesemaje vile? Kwa sababu ndicho kitu kinaitwa maono. Lazima uone, alafu ukimbize hatima yako. Ukipata maono, unatengeneza mpango. Mpango unakupa malengo. Kwani mmenisikia hata? Wamama mpo? Mtu anatoka hapa, nimeona mama fulani dada katengeneza vibagia, kafungua siki nini, kaweka vikababu si na nini. Na mimi nikisogeza upande wa huku, mwenzako aliona kule duka mbele, akaona maono, akaona anauza, akatengeneza kwanza mpango ili kufikia malengo. Wewe unarukia, sio kitu chako, utakiharibu, hautakifanya sawa sawa. Ndio maana utamu wa vitumbua unapishana. Mwenzako anasema mimi nimechoka kuuza vitumbua kila siku cha 100. Dada, mpaka uje ufikishe 5000 dada, ni 100 ngapi? Si mpaka wapate hao wateja. Kwa hiyo upike kila siku vitumbua 300. Ngoja nikwambie mwanamke mwenzangu unayeuza vitumbua, ona maono. Hapa sio mbali, unganisha daladala na pikipiki. Kwani hapo nilikuwa nani pale Sheraton? Kwa nani? Wamewekewa watu gani? Yale mahoteli makubwa usiaogope. Vaa tu vizuri dada, jirushie kiperfume ndani, si ndio? Kaa na uso wa tabasamu, chukua unga ule wa mchele, lakini ongeza kiwango. Tafuta mayai, tafuta iriki, tafuta tangawizi, weka vitu vinukie.
kitumbua kiwe kikubwa, kionyeshe rangi ya brown. Yani wewe ukikifanya hivi, kitumbua kikiiva vizuri, ukifanya hivi, afu kikiachia hivi, kinarudi chenyewe. Yani mtu akikikata hivi anasikia harufu ya tangawizi, kiriki, dada, mdalasini. Sio sasa unayaweka mengi yanapitiliza, chekecha ile rangi. Yeye mwenyewe tu atakolea. Lakini we tangu dada ulivyokaanga pale na chapati ukiikata hivi kama ngozi, aliliki unayo. Tunakupita na mikachapati sioeleweka. Wewe ni chapati haujifunzi kwa wenzako. Sikiliza, mwanamke mwenye maono, pointi ya kwanza upenda kujifunza. Yani unapenda kujifunza kwa walio kutangulia. Usiseme hii chapati ni tamu tena unajisifia mwenyewe. Usipende kusifia biashara yako. Acha watu wakusifie. Acha watu wakusifie dada, si ndio? Wewe ni chapati unalukata kesho nakupita. Hivyo hujaonaga mtu anafunga safari kwenda kunywa chai mahali fulani, anasema ile chai ya yule mama inanitoa mahali fulani kwenda chai tu. Haya, muulize mwenzako yule mjasiriamali, muulize hivi, niambie unavyoviuza viko sawa, viko viwango au hai?